أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مصلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، أحييكم بالتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kuzitaka rehema na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia bila kusahau watu wa nyumba yake walio waharifu. Ndugu zanguni, tumo ndani ya mwezi ambao una historia kubwa ndani ya Uislamu, lakini pia kwa mwanadamu. Mwezi ambao kuna mengi yametokea ya kufurahisha, lakini pia na ya kuhuzunisha. Lakini miongoni mwa matukio ambayo yaliyotokea katika mwezi huu wa Muharram, kuanzia kuumbwa dunia hii na kuumbwa kwa mwanadamu, matukio yote hayo mazuri na mabaya yamefunikwa na kuzidiwa nguvu na tukio la Karbala, tukio ambalo limemhusisha mjukuu wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa pamoja na wanawe na familia yake, ndugu zake, lakini pia na masahaba wake. Tukio ambalo limebakia katika nyoyo za waumini, kama anavyotuambia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi kwamba kuuliwa kwa Husaini ni joto ambalo halipoi katika nyoyo za waumini. Tukio lililotokea zaidi ya miaka 1300 iliyopita, lakini mpaka leo bado unapoingia mwezi wa Muharram mazingira yake yanabadilika, maisha ya waumini na wafuasi wa Ahlul Bait alayhimus salam yanabadilika, na kila mmoja anaona kabisa kwamba hapa mazingira yake sio kama miezi iliyopita.
Ndugu zanguni, katika siku ya leo jambo tutaloenda kulizungumzia ni al-ibtilau wal masaib, ni mitihani na misiba, unwani ambayo inachagizwa na neno lenyewe Karbala. Karbun wa bala, likiwa na maana ya mitihani na misiba, likiwa na maana ya mitihani na misukosuko. Tukaona ni bora twende tuzungumzie ni kwa namna gani mitihani ambayo inaweza ikatukuta kama waumini na kama wafuasi wa Ahlul Baiti alayhim afdalu salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Ndugu zanguni, kadhia ya masaib, kadhia ya mitihani katika maisha, maulama wanatuambia ni kadhia musallama, ni kadhia ambayo haiepukiki katika maisha ya mwanadamu, ni kadhia ambayo maulama wameifananisha na kadhiyatil maut. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kullu nafsin dha'iqatul maut, kwamba kila nafsi itaonja umauti, kanuni hii ni kanuni am, ni kanuni ambayo haijali mcha Mungu wala fasik, ni kanuni ambayo haijali mkubwa wala mdogo. Kwa hiyo na kadhia ya mitihani na masaib, maulama wameifananisha na kadhia ya kifo, kwamba wewe katika dunia hii vyovyote ufanyavyo, mitihani na matatizo ni lazima ya kufiki. Uwe mwema ujuavyo, mitihani na majaribu lazima ya kufiki. Na baadhi ya maulama wakafikia hatua ya kusema kwamba innal ibtila hikmatul khalq, kwamba hekima ya kuumbwa kwetu sisi ni kwa sababu ya mitihani. Mitihani ndiyo sababu ya sisi kuumbwa. Ukirejea baadhi ya aya katika Qur'ani zinaonyesha kwamba sisi tumeumbwa katika dunia hii ili tuje kupata mitihani. Tabaan, unaweza ukasema kwamba la, Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuumba majini na wanadamu isipokuwa lengo ni kuniabudu. Tabaan, lakini maulama wanasema ibada yenyewe ni mitihani. Kwa hiyo bado kadhia ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala haiondoki katika neno mitihani kwa mwanadamu. Tukiangalia aya ya Qur'ani katika suratul Mulk aya ya 2, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pia ni mtihani, ni masaib, ni majaribu. Lakini aya ya 2 katika suratul Balad aya ya 4, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwamba hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Ni mitihani pia, ni misukosuko. Lakini katika suratul Kafi aya 7, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum, mitihani, masaib, majaribu. Lakini aya ya mwisho katika suratul Hud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam
wa kana arshuhu ala alma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hiyo aya zote hizi zinaonesha kwamba mwanadamu katika swala zima la kukumbana na mitihani katika dunia hii ni kadhia musallama, ni kadhia ambayo haiepukiki, ni kadhia ambayo hata ufanyeje na wala isifikia hatua ukasema kwamba mimi labda nikimwabudu sana Mwenyezi Mungu ndio taepukana na mitihani. La, mitihani ni lazima iwepo, isipokuwa tu ni namna gani ambavyo unatakiwa ukabiliane na mitihani hiyo. Hapo ndio kuna nukta nyingine.